kingine hivi. Sisi tulitoa kwa pendekezo plausible solution ya tume. Na tulikuwa tuongei tu kwamba tuna blame tume. Tunajua tuna madhaifu ya kimfumo. Toka mwanzo tukasema Lubuva anabeba secretariat ya tume inakuja kubeba dhambi ambayo inatokana na madhaifu ya kimfumo. Kwa sababu tume yetu haipo huru. Na ndio maana haijitegemea rasilimali fedha, haijitegemea rasilimali watu. Na wote ni appointees of the president. Budget inaakisiwa na yani budget kwa mfano serikali kama isiipe tume budget. Tume haiwezi kujua pale. Hata mchakato wa biashara tumesema kwamba umefanywa kwa kukurupuka. Tumeongea hicho kitu. Kwamba ni mchakato tuna fixed timetable kwamba uchaguzi ni baada ya miaka 5. Lubuva mwenyekiti wa tume ya uchaguzi anajua sawa kwamba baada ya miaka 5 tuna uchaguzi. Sivyo? Ilitakiwa aanze mchakato huu kabla ya miaka 4 nyuma. Lakini kwa nini hakuanza mchakato miaka 4 nyuma? Ni kwa sababu tume haipo huru. Inategemea fedha kutoka serikali na wahisani serikali. Tunachokilia sisi na hii ni long term objective tulisema mwanzoni kwamba tufike sehemu kama taifa tuongee namna gani tunakuwa na tume huru na tulipendekeza namna tume kwa huru. Sisi tukasema pamoja na madhaifu sasa ya tume 2009 tulijua kabisa wanafunzi wa kuandikishwa sababu gani. Na nilikwambia kwamba watu wanawakimbilia wanafunzi mtabaka la elite. Ni watu wasomi wanajielewa na impact ya msomi kwenye uchaguzi ni kubwa. Sawa? Sasa kwa nini tume haipo huru? Na kwa nini watu wanaituhumu tume haipo huru? Tume inachaguliwa. Na hisia sasa za sisi tunasema inawezekana tume inafanya hivi sababu moja ni appointees ya president wa chama tawala. Sawa? Hiyo ni moja. Kwa hiyo tukaona ni muhimu kwamba tume tufanye restructuring ya tume. Sasa kwa nini tunaiblame tume? Kwanza mnavyo na mimi nataka pia solution tuje na suluhisho kwamba inawezekana tume waje na suluhisho hili msifike mahakamani uchaguzi tuzuie hata baadaye 2020 mambo yawe shwari kabisa. Tulisema moja nilifurahishwa na watu wa Tailiso. Juzi tu wameenda kumwona Mheshimiwa Rais. Pamoja na ambassador wa TCNP kutoka SUA. Alipata fursa ya kumwona Mheshimiwa Rais. Agenda yao walioibeba ni wanafunzi ambao hawajaandikishwa. Wakamwambia rais kwamba bwana tuna changamoto hii. Rais akaichukua akasema nipeni a week kwa ajili ya kufanya ya kusolve tatizo. Wiki imepita na hakuna. Na Tailiso tulikuta wanasambaza taarifa kwamba jamani wanafunzi ambao hawajaandikishwa kihofu ndani ya na tulifurahi sababu tunapoungana kwenye mambo ambayo yana deal na wanafunzi. Mbona sasa tuna effort ya Tailiso inafanyika. Sawa. Sasa nikupa solution ndio nifanye. Wakati tumeanza kuwa na mkutano wa waandishi wa habari, kwanza kuwapa awareness wa Tanzania na wanafunzi walioko nchi nzima. Ilikuwa mna namna kama tukae sehemu tukafanye mkutano landmark. Tukasema tufanye press conference, taifa la wanafunzi wajue kwamba kuna changamoto gani na tunafanyaje kama mtandao wao. Sawa? Tulitoa solution tukasema pamoja na kwamba kuna changamoto za tume haipo huru. Tukasema issue ya kwanza waweke BVR machine. Kama nipo solution ambayo tulieleza kwenye nyaraka ambayo ipo hapa. Waweke BVR machine kwa mfano kwenye boarding students. Kwa wanafunzi wenye sifa. Tukasema fanye waweke BVR machine ambapo wanafunzi fanye nini? Watajiandikisha. Hiyo ni solution ya kwanza. Ya pili tukasema kwa wanafunzi walioenda JKT. Kumbuka kuna wadogo zetu ambao wanaenda JKT. Tukatoa solution tukasema tunaomba wapelekewe BVR machine. Na nashukuru Mungu hapa Kibaha kambi ya Kibaha ni Ruvu JKT walipelekewa mashine baada ya mtandao kusema tulitoa solution ya namna gani wanafunzi wa JKT wafanye nini? Wajiandikishe. Tukasema kwa upande wa wanafunzi wanafunzi wa JKT ndio waliopo JKT ambao nao wamejiandikisha wakiwa wataenda kupiga tutarudi makwao lakini nao hawaishi hapo watarudi makwao. Umeona hiyo changamoto hiyo. Kwa hiyo kirudi makwao watapigaje kura? Hoja ni moja tu. Mimi na solution ni moja ambayo ni nzuri sana. Mimi nataka solution kwa sababu inawezekana nyinyi pia mnataka ambao bila solution. Wamesema mimi nataka ni derivation hapo tutakupa solution ya mwisho. Kwamba tunachokihitaji sisi ni mwongozo wa tume ambao ni official. Namna gani mtu anaitwa mwanafunzi apate haki yake mahala popote alipo. Hiyo ndio tunachohitaji sisi. Sawa. Kitu ambacho tume inashindwa kusema na haisemi kwa sababu na ndio maana tunapambana ili ifike sehemu iseme
Sawa, kwamba namna gani wanafunzi taifa la wanafunzi linapata haki yao kufanya nini? Kwa hiyo tukasema kutokana na changamoto za wanafunzi na vyuo vingi viko hapa Dar es Salaam, watu wengi wajiandikishwa, wameenda mikoani. Tukomba tume tunaombeni kuanzia tarehe 11 mpaka tarehe 18 Agosti mnapofanya amendment ya taarifa, watu tupeleke video mashine tangu kila halmashauri moja, labda tuwe video ni chache. Tukasema angalau kila halmashauri moja na wanafunzi waende kwenye halmashauri fanye nini? Kujiandikisha. Sawa. Tume kwenye maongezi ya kikao ilikubali. Kwenye implementation haikufanya. Mliuliza kwa nini hujafanya? Inawezekana pia gharama na sisi tunakwambia kweli majibu aliyotoa Lugumba na tulimpigia simu mzee. Tukasema sasa muda unaenda, vipi ile mchakato? Ndio majibu aliyotoa hapa. Na ilikuwa best solution. Kwa mfano sasa hata sasa kuna solution. Biga na mashine ziko mkoani. Ni muda ambao hata tume ingeoda bana, jamani wanafunzi waende kujiandikisha. Na nadhani intention ya Mheshimiwa Rais Kikwete kwamba jamani nitaiambia tume kwamba wanafunzi fanya nini? Wajiandikishe. Nitaongea na tume namna gani wanafunzi fanya nini? Wataandikishwa. Kwa hiyo tulikuwa na tatizo moja kwamba muongozo kwa wanafunzi wote ambao wameshajiandikisha. Sawa? Ambao wametawanyika. Ni simple, tume ndio itoe calculation namna gani wanafunzi ambao wako Kigoma walijiandikisha sehemu fulani wapate tu. Na hiyo ni official, sio inafika sehemu watu wanaelewa wanaongea. Sawa.